Nasema Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu, ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini, ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo. Kwa hiyo nilikuwa natafutia neno ile namna ile niipendayo. Kuna namna fulani Mungu anapenda tungemtumikia, anapenda tungemtolea. Sasa hiyo namna hiyo tukifanya hivyo, basi kuna siri ya utajiri pia hapa, na mara nyingi hiyo Roho Mtakatifu ndio anatusaidia sana, ile ya namna Mungu apendavyo. Roho Mtakatifu anatusaidia kwamba, je, sadaka unayotoa kweli nagusa Mungu au natoa kimapokeo, kiturudia, kikawaida? Au je, nagusa Mungu? Hiyo Roho Mtakatifu ndio anasaidia zaidi. Lakini siri nyingine ni maisha ya vile Mungu alivyokuumba, maisha ya upekee. Pia pana siri ya utajiri kwa mujibu wa ufunuo niliopata kwa Mungu, sio kwa sala teolojia, kwa mujibu wa ufunuo niliopata kwa Mungu. Maisha yale ya upekee unavyoishi kama ulivyo. Kuna mmoja hapa alikuwa anashuhudia kwamba alikuwa anadhibitisha ujumbe huu ni mara ya kwanza. Sema ameota ndoto kama vile kijana anajichanganya, kijana aliyooa anajichanganya na makundi ya vijana ambao hawajaoa vile. Wakati hayo maisha ya ubachela ya kuhusu, lakini yeye anajichanganya na watu mabachela wakati ameoa. Sasa hiyo ndio mfano mmoja wapo nzuri kwamba ishi kama wewe mwanandoa, ishi kama mwanandoa. Usiishi kama jana wa kijiweni. Kama wewe ni mwanandoa, ishi kama mwanandoa. Kula nyumbani, usile vigengeni. Bwana siwe. Sasa unapokula vigengeni